Baada ya siku chache za furaha, Lina alijikuta anapoteza mwelekeo wa maisha yake. Aliamka kila asubuhi akiwa na maumivu ya kichwa, roho yake ikiwa imejawa na huzuni na mwili wake ukiwa umejaa uchovu wa kipepo. Hali ya uchovu ilikuwa ya ajabu sana. Sio ile ya kawaida ambayo alikuwa ameizoea ya kila siku, bali alikuwa anahisi kama nguvu fulani ya ajabu imetawala katika hatua zake zote. Aliendelea kujisikia kama alizama kwenye giza nene, hakijua kuwa kuna jambo fulani lilikuwa likimtesa, lakini hakujua ni nini hasa. Eric alijitahidi kumsaidia Lina kwa kila hali, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Walienda hospitali kubwa zaidi, wakiwa na matumaini kwamba labda wanaweza kupata suluhisho la matibabu ya ugonjwa wake. Lakini madaktari walishindwa kueleza chanzo cha maumivu ya Lina. Na siku moja daktari mmoja akamwambia, Lina, nasikitika hakuna ugonjwa tuliona. Lina alijua kuwa kila kitu kilikuwa kimejaa giza lisilo na majibu. Aliishi kwa huzuni, huku mawazo yake yakizunguka na picha za sura zisizoeleweka. Hali hii inaniumiza mume wangu. Usijali mke wangu, utakuwa sawa. Katika hali ya kukata tamaa, walijikuta wakiendelea kutafuta suluhisho. Eric aliona huzuni katika macho ya Lina, lakini alijua hana namna ya kufanya. Na mara nyingi Lina alikuwa akilia kwa uchungu sana, kwa sababu alikuwa bado haelewi tatizo lake linasababishwa na nini. Lakini Eric aliendelea kumsaidia kwa moyo wote, ijapokuwa bado alikuwa na hofu, akijua kuwa kuna jambo kubwa zaidi lilikuwa linamtesa Lina kuliko alivyoweza kuelewa. Nchini kwa Diana aliishi kwa furaha ya kisasi, akiwa anafahamu kwamba uchawi wake ulikuwa umeanza kutoa matunda. Aliendelea kuongeza nguvu za kichawi, akifurahia kuona jinsi ndoa ya Lina na Eric ilivyokuwa ikitetereka. Alijua kuwa hii ilikuwa ni sehemu ya malipo yake, lakini pia alijua kuwa haoni kama huu ulikuwa ni mwisho. Aliendelea kutafuta njia nyingi zaidi za kudumisha mateso ya Lina, akiwa na roho ya kisasi isiyoweza kuachiliwa. Siku moja usiku, Eric akiwa amelala, ghafla alishtuka na kujikuta akiwa peke yake kitandani. Lina hakuwepo ndani. Alimtafuta kila kona ya nyumba yao, lakini hakumuona. Akatoka nje pia akamtafuta, hakumuona. Akamtafuta kwa majirani pia hakumuona. Cha ajabu ni kwamba wakati ambao anarudi nyumbani akamkuta Lina akiwa amelala barabarani, mvua ikimnyeshea na akiwa hajitambui. Alimchukua Lina na kurudi naye nyumbani. Lakini hapo sasa ndipo Lina na Eric walipojua kuwa ndoa yao ilikuwa imejaa mabadiliko ya kipepo. Lakini hawakujua ni kwa jinsi gani wangeweza kumalizana na tatizo hilo, kwa sababu kadri walivyokuwa wakiendelea kutafuta tiba ndivyo ambavyo hali ya Lina iliendelea kuwa mbaya zaidi. Na tangu usiku ule Lina alipotoweka na kupatikana, hakuwahi kuwa sawa tena. Kuna wakati alipiga makelele kama mtu aliyechanganyikiwa, na kuna muda alikuwa akigombana na Eric na kumfukuza. Hali hiyo ilimtesa sana Eric. Mwisho wa sehemu ya pili. Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii tamu na ya kusisimua, ambayo ina matukio mengi ya kufundisha na kuelimisha. Please usisahau kusubscribe, kulike na kuacha komenti yako. Bye.